Haya ni makosa 7 ambayo yanafanya biashara ndogo zikose faida au zisipate faida nzuri. Kosa la kwanza ni kuto kuweka kumbukumbu za mapato na matumizi. Biashara ndogo nyingi zimekuwa hazitunzi kumbukumbu ya mapato na matumizi. Hiyo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ni kuchanganya fedha za biashara na za matumizi binafsi. Yaani unakuta huyu ni mfanyabiashara anachanganya pesa za matumizi binafsi na pesa za biashara. So kuliepuka hili kosa, inabidi pesa za biashara zibaki kwenye biashara na pesa za matumizi zibaki kwenye matumizi. Na pale ambapo unahitaji kupata pesa za matumizi kutoka kwenye biashara yako, inabidi wewe mfanyabiashara ujilipe kutoka kwenye nini? Kwenye biashara yako, na urekodi kwamba umejilipa kutoka kwenye biashara yako. So kosa jingine la 3 ambalo biashara ndogo zinakosa kuendelea kwa sababu ya hilo kosa ni kuto kujua faida halisi ya biashara. Yaani mfanyabiashara anakuwa hatunzi taarifa ambazo zitamsaidia kukokotoa faida halisi ya hiyo biashara yake. Hivyo anajiamulia tu, anachota pesa, anaenda kutumia, ingali hicho kiwango alichochukua hajui amechukua kiwango gani cha biashara, na wengine huchota mpaka mtaji. Kwa hiyo kosa la 3 ni kuto kujua faida halisi ya biashara. Kosa la 4 ni kununua bidhaa bila kupanga mahitaji. Yaani mtu ananunua randomly. Na hii ni kwa sababu wengi wananunua bidhaa kwa hisia na hawatumii data kununua bidhaa. Hajui product gani inaisha kwa haraka na hajui product gani wateja wake wanahitaji. So hivyo product yoyote inayoisha ndani ya duka lake anaenda kuchukua mzigo. So kununua bidhaa bila kupanga mahitaji, hiyo inapelekea bidhaa ndogo kuto kupiga hatua. Kutotumia mfumo wa usimamizi wa biashara. Wafanyabiashara wengi wadogo wanahisi mifumo ya biashara ipo special kwa ajili ya biashara kubwa tu, especially kama supermarkets, makampuni na viwanda. Lakini mifumo ya kibiashara ipo sio kwa ajili ya biashara kubwa pekee. Mifumo ya usimamizi wa biashara ipo kwa ajili ya biashara zote, iwe biashara ndogo au biashara kubwa. Kwa hiyo jitahidi wewe kama mfanyabiashara mdogo na unahitaji kukua, tumia mfumo ukusaidie kurekodi taarifa, kukalkuleti kila kitu ili uweze kutumia data kufanya maamuzi. Na hapa napendekeza ili mfanyabiashara mdogo uweze kupiga hatua, tumia mfumo unaoitwa Uza Digit. Utakusaidia kupiga hatua kutoka katika level uliopo kwenda level ya juu zaidi. Kosa lingine ambalo wafanyabiashara wadogo wanafanya ni kutokuwa na malengo ya mauzo. Wengi wanajali kuuza na kununua mzigo, kuuza na kununua mzigo. Hawaweki malengo ya mauzo kwamba leo nimeuza kidogo, basi nitafute wateja wapya waje kununua zaidi, niongezee inventory. Wengi wanawaza kwamba kuuza kununua, kuuza kununua. Wanasahau kutoweka malengo ya mauzo ili mauzo yake yazidi kukua. Kosa jingine la mwisho ambalo wanalifanya wafanyabiashara wadogo ni kupuuza huduma bora kwa wateja. Huduma bora kwa wateja. Kumbuka, mteja anapokuja kwako sio kwamba tu kafata huduma peke yake, bali kafata huduma yako, kafata bidhaa yako, kafata pia ule ukarimu wako. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kukua na wewe ni mfanyabiashara mdogo, jaribu kujifunza skills za mauzo. Skills za mauzo ni elimu pana sana, tutakuja kuizungumzia hapo baadaye, lakini skills ya mauzo imebeba maudhui mazito ambayo yanaweza kumfanya mfanyabiashara mdogo kupiga hatua mpaka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo naomba wewe kama ni mfanyabiashara mdogo na unahitaji kukua, naomba usipuuze huduma bora kwa wateja, kwa sababu wateja wanafuata huduma
bora kutoka kwako. Asanteni sana.